Hello, mambo vipi? I'm your host Idizo, and welcome to this podcast. And natumaini uko salama popote ulipo. Na leo nimeamua kuzungumza na wewe kijana mwenzangu, sababu najua changamoto tunazopitia, najua namna maisha yanavyokuwa magumu, ajira chache, pesa ngumu, na pia pressure ya maisha inakuwa kubwa kila siku. So wengi wetu tunaishi bila kazi, bila mtaji, bila msaada, na wakati mwingine bila tumaini. Tunajikuta tukijiuliza nifanye nini ili nipate maisha bora. So na kwa sababu ya msongo huo, baadhi ya vijana wanaanza kuona njia fupi za maisha au za kuyaendea mafanikio. So njia ambazo mwisho wake si mzuri kabisa. Pia baadhi wanaingia kwenye matumizi ya dawa za kulevya, wengine kwenye wizi, utapeli, and also kamari, kahaba kwa dada zetu, na wengine wanajiingiza kwenye makundi mabaya, ujambazi, ukabaji and so many bad things, you know. Mwanzo wanavyoingia inaonekana kama suluhisho la matatizo yao, lakini mwisho wake ni uharibifu wa maisha, heshima, afya na hata mustakabali wa maisha yetu. Lakini rafiki yangu, hebu nikueleze ukweli. Njia fupi hazifikishi mbali. Sure, njia fupi siku zote haziwezi zikakufikisha kwenye mafanikio, and there is no shortcut. Wengi tumekuwa tukipenda shortcut ya maisha. Sasa swali linakuja ni hili: tufanye nini ili tusikate tamaa, tusikimbilie njia mbaya na bado tufanikiwe kimaisha, you know? And now hebu tujiulize haya maswali na tupate majibu pamoja, if it's good, you know? Kwanza kabisa, kubali hali yako ya sasa, lakini usikubali ikawe mwisho wako, you know? Hali ulionayo sasa sio ya kwako. You have to change, you have to make a lot of things to move. You have to move the place where you are. Unakubali ulipo, ndipo unaanza kupanga unapotaka kufika, you know. I think you understand. So second, anza na ulicho nacho, pale ulipo, unachoweza maybe kufanya. Usingoje mtaji mkubwa, usingoje nafasi kubwa, usingoje mtu akusaidie. Kwanza anza kidogo, anza na ulicho nacho. When you start, don't depend in nobody. Usimtegemee mtu unapoanza. You have to take a risk, you have to start, you know. I think understand also. And thirdly, jifunze ujuzi mpya. I think understand, katika dunia ya leo kuna fursa nyingi online. Kuna biashara, elimu cha kisasa, huduma, teknolojia, sanaa, ujasiriamali. Elimu sio darasani tu. Elimu ni kujifunza chochote kinachokupa thamani sokoni, you know? Learn how to sell yourself. Kile ulicho nacho kichwani mwako, kile unachokifahamu inahitajika sehemu fulani. You have to sell in order to make money. You have to sell in order to change your life. Sell what you have to other people. Pesa ipo kwa watu, inatakiwa utatue matatizo ya watu, so to get money, you know. So namba 4, chagua marafiki sahihi. Marafiki wabaya wanaweza kukupeleka pabaya, hata kama ulikuwa na ndoto nzuri, you know. Lakini rafiki wazuri wanaweza kuinua hata kama ulikuwa chini sana. Mimi mwenyewe mwanzo nilikuwa na marafiki wabaya,
ambapo mwenyewe nikafanya maamuzi nikasema all bad friends nikadelete rafiki wote ambao wanakumisha mafanikio yangu, and nikasema right now lazima nianze build a strong relationship in order to get a success. Tano, kuwa na maadili, nidhamu na subira. Mafanikio hayaji kwa haraka, yanahitaji uvumilivu, juhudi, nidhamu na imani. Kesho inaweza kuwa bora kuliko leo, if you change yourself. Sasa nataka nikukumbushe jambo muhimu sana sana sana, na hilo jambo ni imani au dini yako. Kudepend in your religion, dini yako. Mungu alituumba kwa kusudi maalum, na hakuna mtu aliyezaliwa kwa bahati mbaya hapa duniani. Kila mmoja wetu ana nafasi yake duniani, ana wajibu wake na ana baraka zake. So you have to use it in a proper way in order to change your life, Unapopitia changamoto usikate tamaa, mkaribie Mungu maombi, Mwelekeze shida zako, ndoto zako na hofu zako, Mungu asemi apendi vijana, Mungu anapenda vijana wanaomtegemea na kutenda mema. Imani inatufundisha maadili, subira, uadilifu na kutambua kuwa kila njia iliyo rahisi si sahihi. Inatufundisha kuwa mafanikio ya kweli huja kwa juhudi, kwa moyo safi na kwa hofu ya Mungu. Rafiki yangu, imani yako iwe dira yako. Kabla hujafanya uamuzi wowote, jiulize, je, hili linajenga au linaniharibu? Je, hili linampendeza Mungu au linanitoa kwenye njia sahihi? Vitu vingi ambavyo tunakuwa tunavifanya sisi vijana, hasa kwenye umri wa barehe, vinakuwa vinatutoa kwenye njia sahihi ya kuyafuata mafanikio. So ni muhimu zaidi kumbuka kuwa thamani yako haipimwi kwa pesa ulizonazo sasa, bali kwa mwelekeo wa maisha yako. Wewe ni wa maana, una uwezo na una kipaji na una nafasi ya kufanikiwa bila haribu maisha yako. So my friend, usiruhusu njaa ya leo ikaharibu kesho. Usiruhusu pressure ya sasa fanye ukose mwelekeo wa maisha, na usiruhusu vishawishi vikuvute kwenye njia ambazo itakuletea majuto makubwa baadaye. Chagua njia ngumu lakini sahihi. Chagua juhudi badala ya ujanja. Chagua uadilifu badala ya udanganyifu. Chagua subira badala ya kukata tamaa. Chagua pia ndoto badala ya haribifu. Naamini kabisa kama kijana utabadilika leo, jamii mzima itabadilika kesho. Watu lazima waone mfano mzuri kutoka kwako. If you kama unafanya mambo ambayo ni mabaya, so hata vijana wa baadaye watakuwa wanaiga maisha yako yana thamani na kesho yako bado iko. Kabla ya end up this podcast, nataka nikutakie mapambano mema katika safari yako ya maisha. Usikate tamaa hata pale unapochoka. Usirudi nyuma hata kama wengine wamekuzidi mbele. Endelea kusonga mbele, kwa sababu hatua ndogo za leo ndizo zitajenga kesho kubwa. Nakutakia afya njema, amani ya moyo, mafanikio ya halali na baraka tele. Kumbuka, hauko peke yako. Hata maisha yako yana thamani kubwa sana. Asante sana kwa kunipa muda wako na kusikiliza.
Pia usisahau kusubscribe katika channel yangu na kuturn on notification, pia na kushare kwa rafiki yako wa karibu ili aweze kusikiliza this podcast. Wenda ikawa ndio chanzo cha mabadiliko yake na akafikia ndoto zake. So let me say goodbye and thank God. Cheers.